إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون عباد الله ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani hakika si wengine wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika muendelezo wa yale ambayo tuliyatanguliza katika kuelezea mahi ya salafia wa mahi ya usuluha allati buniyat alaiha tukielezea ni nini usalafi na tuliona katika hutuba zilizopita lakini kadhalika tukaona kwamba usalafi ndio ahlus sunnati wal jamaa ndio ahlul hadithi wal athar na ndio alfirqatu najia na ndio at-taifatul mansura na madhhabu ya salaf ni madhhabu ya zamani ambayo ni madhehebu ya maswahaba walioipokea kutoka kwa mtume wao sallallahu alayhi wasallama ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala da'wa as-salafiyya ulinganizi wa kisalafi ambayo ndiyo madhehebu ya maswahaba da'wa hii ina misingi ambayo imetiliwa umuhimu katika ulinganizi wake ibadallah msingi wa kwanza kabisa ambao wanautilia umuhimu ahlus sunnati wal jamaa qadiman wa haditha tokea zamani na sasa tahqiqu shahada ni kuihakiki kwanza shahadati an la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadan rasulullah kuhakiki shahada ya kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na shahada ya kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah huu ndio msingi wa kwanza mkuu ambao wanautilia umuhimu ahlus sunnati wal jamaa kuhakiki shahada ya la ilaha illa Allah na hii ndio itakuwa nukta yetu ya leo insha Allah ta'ala ibadallah la ilaha illa Allah ndio kalimatu haqqin ndiyo neno la haki wa hiya urwatul wuthqa na hii la ilaha illa Allah ndiyo kamba madhubuti allati man tamassaka biha kamba ambayo yoyote atakayeshikamana nayo vizuri kama hiyo dhahiran wa batina kana min alfaizina insha Allah atakuwa ni katika wale watakaofuzu insha Allah ta'ala ibadallah wala ilaha illa Allah laha maana la ilaha illa Allah ina maana yake walaha muqtadha
na la ilaha illa Allah ina mahukumio yake. Famaana la ilaha illa Allah, la maabuda haqqun illa Allah, ni kwamba hapana muabudiwa wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, da'wa ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, da'wa yao iliyafikiana katika kutilia umuhimu msingi huu wa tahqiqi la ilaha illa Allah, kuihakiki la ilaha illa Allah, na muqtadha wa la ilaha illa Allah ni nafyu jamii ma yu'badu min dunillah, ni kuvikanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ithbatul ibadati lillahi subhanahu, na kumthibitishia ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, da'wa ya manabii wote kama tulivyoeleza ilikuwa msingi wao mkuu na la mwanzo wanalolitilia umuhimu ni kuwalingania watu kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuwakataza na ushirikina kwa sampuli zake zote. Na ukiiona da'wa haina kutilia umuhimu jambo hili la kuelekeza watu katika kumwabudia Allah subhanahu pekee na kuwakataza na ushirikina kwa sampuli zake na mifano yake, fahamu ya kwamba da'wa hiyo imetoka katika njia ya sawa, na da'wa hiyo haiwezi kufanikiwa hata ikilinganiwa miaka mingapi. Itakwenda hivyo hivyo, na watu na waumini wanaofuata wataendelea kuwa ni washirikina, wataendelea kuwa wanamwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, japo wakiwa wanaswali, japo wakiwa wanafunga, japo wakiwa wanafanya wanaoyafanya. Ibadallah, aya katika Qur'ani zimekuja nyingi kuthibitisha kwamba da'wa ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala iliyafikiana katika kuwaamrisha watu wao kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakataza wao kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl, ametaja mtiririko wa aya akiwataja manabii namna walivyoanza da'wa zao. Akaanza kabla ya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl ametaja kuthibitisha kwamba manabii wote Allah amewatuma kwa jambo moja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghuti, kwa hakika tumepeleka na kutuma katika kila umma, tumeutumia rasul, tumewatumia mtume, lengo mitume hao wawaamrishe watu wao an i'budu Allaha, enyi watu muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu taghuta, na jiepusheni na taghut, jiepusheni na vile vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika aya nyingine, yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, kwamba Allah subhanahu anasema awateremsha malaika kwa roho wakiwa na wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala man yasha'u min ibadihi, kwa anayemtaka Allah subhanahu katika waja wake, an anziru, kwamba wale mitume wanaoteremshwa wahyi wawaonye watu wao, annahu la ilaha illa ana fattaqun, ya kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa mimi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqun, basi niogopeni mimi peke yangu. Ibadallah, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika suratul A'raf mtiririko wa ayat akiwataja manabii wake mbalimbali namna walivyoanza da'wa zao. Akaanza na Nuhu alayhi salam ambaye ndiye awwalur rusul arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala baada dhuhuri shirki fil alam, ndiye mtume wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma katika ulimwengu baada ya kudhihiri shirki katika ulimwengu. Wa kwanza kutumwa alikuwa nabii Nuhu alayhi salam. Nabii Nuhu naye alipokwenda kwa watu wake akawaambia, ya qaumi, enyi jamaa zangu, u'budu Allaha, muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hivyo maneno kama haya
Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba ilikuwa ndiyo da'wa ya Hudun alayhi salam. Kadhalika maneno haya ndiyo maneno ya Saleh alayhi salam. Kadhalika maneno haya ndiyo maneno ya Shuaib alayhi salam, kama aya zilivyokuja kwa mtiririko katika suratul A'raf kuanzia aya 59 mpaka 85. Kadhalika Nabii Isa alayhi salam naye alisema kuwaambia watu wake, inna Allaha rabbi wa rabbukum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola wangu mlezi na ndiye Mola wenu, fa'abuduhu, basi muabudieni yeye tu Allah subhana, hadha siratun mustaqim, na huku kumwabudia Allah subhana peke yake ndiyo njia iliyonyooka, na kumwabudia mwingine pamoja na Allah, kumwabudia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni njia iliyokwenda kombo, na watakoifuata njia hiyo basi watakuwa minal halikin, ni katika wale wenye kuangamia. Nasallallahu alafia wassalama. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qila lahu, naye aliambiwa sallallahu alayhi wasallam, qul ya ahla alkitabi, sema Muhammad waambie enyi watu wa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njoni katika neno la sawa baina yetu na baina yenu, alla na'budu illa Allah, kauli ya sawa, neno la sawa kati yetu na nyinyi, alla na'budu illa Allah, tusimwabudie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, da'wa hii ya kuamrisha watu kumwabudia Allah peke yake na watu kujiepusha na shirki ndiyo ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwalo akaamrishwa kupambana na watu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa kupambana na watu, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie kwanza ya kwamba hapana muabudio wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, faqad qama nabiyuna alayhi salatu wassalam bida'wati an-nasi ila ibadati Allah wahdahu la sharika lah, alisimama mtume wetu sallallahu alayhi wasallama katika kuwalingania watu na kuwaelekeza watu kumwabudia Allah subhana peke yake pasi na kushirikishwa yeye na chochote, wajitinabi shirki, na aliwalingania watu mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kuwatahadharisha na kuwataka wajiepushe na kumshirikisha Allah subhana. Faqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ummatahu an shirki, kwa hakika mtume wetu sallallahu alayhi wasallama aliutahadharisha umati wake kutokana na kumshirikisha Allah subhana, kwa sababu shirki ndiyo dhambi mbaya kubwa kuliko zote, kama alivyosema Allah subhana, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ndiyo dhulma kubwa kuliko zote. Innahu man yushrik billah, hakika yoyote atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika Allah amemharamishia pepo. La in ashrakta la yahbatanna amaluka, ikiwa utamshirikisha Allah subhana, kwa hakika yataporomoka matendo yako yote uliyoyafanya, yanakwenda patupu. Kwa sababu ya uzito wa dhambi hii ya shirki, mtume wetu sallallahu alayhi wasallama akautahadharisha umati wake kutokana na shirki wa jamii wasailihi, na akawakataza na kuwatahadharisha na njia zake zote ambazo zitawapeleka watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa awwalu wasaili shirki ya maashara almuslimin, na jambo la kwanza katika zile njia na katika sababu zilizowapelekea watu na zinazoendelea kuwapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, alghuluw fi salihin, ni kuchupa mipaka, kuwachupia mipaka waja wema, wale ambao Allah subhana amewajalia kuwa ni wema, mkawavusha mipaka yao zaidi ya pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka wao. Na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza jambo hili la kufanya ghulu na kuchupa mipaka katika dini yake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi
enyi watu wa kitabu, la taghlu fi dinikum, msichupe mipaka katika dini yenu, wala taqulu ala Allahi illa alhaqa, wala msiseme kumsemea Allah subhana isipokuwa yale ya haki. Innamal masihu Isa ibn Maryama, hakika ya Masihi Isa mwana wa Maryam, rasulullah, Isa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, na ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala alilolitupa kwa Maryam, wa ruhu minhu, na ni roho itokayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii, yanha ta'ala ahla al-kitabi 'anil ghuluwi wal ifrat, Allah subhanahu wa ta'ala hapa anawakataza wale ahlul kitabi kutokana na jambo la kufanya ghuluu, jambo la kuchupa mipaka. Wa hadha kathirun fi nasara, na hili jambo la kuchupa mipaka lipo sana kwa wanaswara. Wakristo wamechupa mipaka sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahum, hakika hao wanaswara, tajawazu hadda at-tasdiq bi Isa, walichupa mipaka wao wa kumsadikisha Isa alayhi salam, hatta rafa'uhu fawqa al-manzila allati a'tahu Allahu iyyaha, mpaka wanaswara wakampandisha na kumnyanyua Isa mwana wa Maryam, wakamnyanyua wakamweka katika manzila zaidi ya pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemweka. Fanaqaluhu, wakamtoa Isa mwana wa Maryam min haizi nubuwati ila an ittakhadhuhu ilahan min dunillah, wakamtoa Isa kwenye ule ukingo, kwenye uzio wa unabii, wakamtoa katika uzio huo, wakampeleka mpaka wakamfikisha kumfanya yeye kuwa ni muabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaabudunahu kama yaabuduna, wakawa wanamuabudia Isa kama wanavyomwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, na haya ambayo yametokezea kwa wanaswara pia yametokezea katika wasiokuwa wanaswara, katika wale wanaojinasibu na umma, wanaojinasibu na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na katika wale ambao wamechupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ashia arrafidha alithna ashariya, ni mashia arrafidha, wale mashia alithna ashariya. Hawa wana maimamu 12 na ndio maana wakaitwa alithna ashariya, wana maimamu wao 12. Katika itikadi zao kuhusu hawa maimamu wao 12, yaqulu al-Khumaini, anasema al-Khumaini kuhusu hawa maimamu wao, inna li'immatina makanan, hakika maimamu wetu hawa wana daraja, wana nafasi, la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Hawa wana daraja, maimamu wetu hawa wana daraja ambayo hafikii malaika aliyekurubishwa, wala nabiyyun mursalun, wala daraja waliokuwa nao hawa maimamu wetu haifikiwi hata na nabii aliyetumwa. Kwa maana maimamu wao waliwanyanyua zaidi ya malaika, maimamu wao wakawanyanyua zaidi ya mitume wa Allah subhana, ashia arrafidha alithna ashariya. Ibadallah, na katika wale ambao wamechupa mipaka katika dini ya Allah subhana, hasa kuchupa mipaka kuhusu watu wema, as-sufiyya, ni masufi ya maashara almuslimin. Na usufi, enyi Waislamu, usufi si ushafi. Kuna usufi mbali na kuna ushafi mbali. Ushafi uko mbali na usufi, na usufi uko mbali na ushafi, kama linavyofahamika hilo katika vitabu vya ahlul ilmi. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, tunataja hapa sehemu katika ghuluu ya as-sufiyya kuhusiana na wale wanaowaitakidi kuwa mawali wao, lakini kabla ya hapo tutaje dondozi fuatazo. Amesimulia hadithi ya al-Imam an-Nasa'i na Ahmad kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iyyakum wal ghuluwa fi ad-din, na kutahadharisheni, ogopeni, jiepusheni na kuchupa mipaka katika dini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw fi ad-din, hakika si vinginevyo kumewaangamiza wale waliokuwa kabla yenu, limewaangamiza jambo la ghuluw katika dini, kuchupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, al-ghuluw fi salihin huwa awwalu sababin, kuchupa mipaka kwa watu wema ndiyo sababu ya kwanza, au bani adama fi shirki al-akbar, ndiyo sababu ya kwanza iliyowaingiza wanadamu
katika shirki iliyokuwa kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sura Nuh aya 23, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Na walisema wale watu wa Nuhu alayhi salam, waliwaambia wenzao, la tadharunna alihatakum, jamaa msiwaache waungu wenu hawa, wala tadharunna waddan, wala msimwache waddan, wala suwa'an, wala msimwache suwa'a, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wala msimwache yaghutha wa ya'uqa wa nasra, msiwaache hawa waungu wenu, msiwaache hawa. Anasema, amesimulia hadithi ya Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas akieleza kuhusiana na haya majina yaliyotajwa hapa, waddan wa suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, Abdullah ibn Abbas akasema, haya asma'u rijalin salihin, haya ni majina ya watu wema, min qaumi nuhin, ambao walikuwa katika kaumu ya Nabii Nuhu alayhi salam. Falamma halaka ulaika, walipofariki hawa watu wema, auha ash-shaytanu ila qaumihim, shaytani akawafunulia watu wao, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba, kwamba tengenezeni masanamu muyaweke katika zile sehemu ambazo walikuwa wakikaa wale waja wema wenu. Kulikuwa na mja mwema sehemu fulani, kulikuwa na mja mwema, kulikuwa na shekhi sehemu fulani, tengenezeni sanamu lake, wasammuha biasmaihim, na muyaite masanamu hayo kwa majina yao. Fafaalu, wale watu wakafanya hivyo. Anasema Ibn Abbas, walam tu'bad, na yale masanamu kwa wakati ule hayakuabudiwa, hatta halaka ulaika, mpaka walipokuja kufariki hawa, watanasakha alilmu, na ikatoweka elimu katika jamii, ubidat, yakaabudiwa yale masanamu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo wa jambo lao ilikuja ni sura ya kuwatukuza na kuwaadhimisha, na kwamba tunawaweka katika nafasi zao wale wanawachuoni, tunataka tukumbuke yale ambayo walikuwa wakituwaidhi wao. Kwa hivyo tukiona sanamu lao, tukiona sanamu la shekhe fulani, tutayakumbuka yale mazuri ambayo walikuwa wakituamrisha, tutayakumbuka yale mabaya ambayo walikuwa wakitukataza. Wakafanya hivyo. Mwanzo wa jambo hayakuabudiwa masanamu yale, lakini baadaye ikafikia hatua yakaabudiwa masanamu yale kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام شكري الألوسي رحمه الله تعالى, anasema, al-ghuluw fil makhluqi, kuchupa mipaka, kumchupia mipaka kiumbe, a'dhamu sababin liibadati al-asnami was-salihin, ndio sababu kubwa kuwachupia mipaka waja wema, ndio sababu kubwa ya kuabudiwa masanamu, na ndio sababu kubwa ya kuabudiwa waja wema. Waqala al-Alusi rahimahullah, na akasema al-Alusi rahimahullah kwenye kauli ya Allah subhanahu aliposema, innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnawaomba nyinyi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, imma mkamuomba Lata au Uzza au mkamuomba Yaghutha au Ya'uqa wa Nasra, au mkamuomba Jibwa au Kurembwera au Lakinyaa, au mkamuomba Mwinyi au Ziwasanda au na mwingineo katika wale ambao wanaombwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao nyinyi mnawaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaba, hao hawawezi kuumba hata nzi, kwa maana ni viumbe dhaifu, wao wenyewe ni dhaifu, hawawezi kuumba hata nzi. Akasema al-Alusi rahimahullahu ta'ala kwenye maneno haya, isharatun ila dhammil ghalina fi awliya illahi ta'ala, ndani ya hii aya kuna ishara ya kusemwa vibaya wale ambao wanachupa mipaka, kuwachupia mipaka watu wema, haithu yastaghithuna bihim, kwa namna ambayo wakawa wanawataka uokovu wao, fi shiddati, wakiwa katika shida wanawaomba wao wawaokoe, wanawaomba wao, wayandhiruna lahumun nudhura, na wakawa wanawawekea wao nadhiri, mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullahu ta'ala. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallama alijitahid katika kuiziba ile mianya ya kuchupa mipaka, ili isije ikafikiwa hatua akaabudiwa yeye au akaabudiwa mwingine aliyekuwa chini yake,
katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema katika mwisho wa uhai wake, katika maradhi ambayo hakusimama baada ya maradhi hayo, Mtume katika maneno yake ya mwisho aliwahi kusema, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah awalani mayahudi na manaswara, ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, kwa sababu mayahudi na manaswara waliyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Ibadallah, mama Aisha akaendelea akasema, laula dhalika, lau kwamba si hilo la kuogopewa kuja kufanywa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam likafanywa kuwa ni msikiti, uberiza qabruhu, lingewekwa wazi wazi kaburi lake, ghaira annahu, isipokuwa khushiya an yutakhadha masjida, isipokuwa palihofiwa lile kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kufanywa kuwa ni msikiti. Yaqulu al-Imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala, al-Imam as-Suyuti katika kitabu al-amru bil-ittiba'i wan-nahyu 'anil ibtida' anasema, i'lam, tambua, anna min al-fuqaha'i, kwamba kuna katika mafuqaha, man i'taqada anna sabab al-karahati fi as-salati fi al-maqbara, kuna katika wanawachuoni ambaye ameitakidi kwamba sababu ya kukirihishwa kuswali katika makaburi laisa illa kaunaha madhinnatan najasa, hakuna isipokuwa ni kwa kuhofiwa kwamba pale yawezekana kuwa pana najisi pale makaburini, ndio pakakatazwa watu kuswali makaburini. Wa najasatul ardhi mani'un min as-salati 'alayha, na unajisi wa ardhi ni kizuizi ambacho kinazuia watu kuswali katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wapo katika maulama ambao wameitakidi kwamba kukatazwa watu kuswali kwenye makaburi ni kwa kuhofiwa kwamba kuna najisi pale. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa innama almaqsudul akbaru bin nahi, hakika si vingine makusudio yaliyokuwa makubwa ya watu kukatazwa kuswali kwenye makaburi, innama huwa madhinnatu ittikhadhiha awthana, ni kwa kuhofiwa, hakika si vingine ni kwa kule kuhofiwa kuja kufanywa hayo makaburi hapo panaposwaliwa kwenye makaburi, hayo makaburi baadaye yakaja yakafanywa kuwa mizimu. Kama warada anil imam Shafi'i, kama ilivyokuja kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu qala, kwamba al-Imam Shafi'i amesema, wa akrahu, na ninachukia mimi, an yu'azzama makhluqun, akatukuzwa na kupandishwa kiumbe, hatta yuj'ala qabruhu masjida, mpaka likafanywa kaburi lake kuwa ni msikiti. Mimi nashukia jambo hili. Leo wapatikana watu katika ar-Rawafidha, katika Mashia al-Ithna Asharia, lakini pia wapatikana watu katika as-Sufia wanajenga misikiti katika makaburi, bali wanayachukua makaburi wanakuja kuyaweka pale misikitini. Yani anakufa mtu katika wanaowazingatia kuwa ni watu wema, anakuja kuwekwa mbele ya msikiti au anawekwa pembezoni, lakini hasa wanawaweka katika mbele za misikiti. Ibadallah, watu kawaida hasa ar-Rafidha, hasa as-Sufia, wakishaweka hayo makaburi ya wanaowazingatia kuwa ni waja wema, wakayaweka katika mazingira ya kipekee, ima yakawekwa msikitini au hayakuwekwa msikitini, lakini yakajengewa mabanda, yakajengewa makuba, yakapambwa aghalabu, baadaye penda watu wakiomba kuwaomba wale waliozikwa katika yale makaburi. Na huo si ushafi wala huo si Uislamu, bali ni ushirikina wa kushirikishwa Allah subhanahu, kuombwa waliokufa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillah, wala usimuombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka wala yadhurruka, usimuombe yule ambaye hawezi kukunufaisha wewe wala hawezi kukudhuru. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, ikiwa utalifanya hilo hakika yako wewe utakuwa miongoni mwa madhalim. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridika bikhairin fala radda lifadlihi, ikiwa Allah atakugosesha madhara yoyote basi hakuna wa kuyaondosha madhara hayo isipokuwa ni Allah, na ikiwa Allah atakutakia wewe khairi yoyote basi hakuna yoyote ambaye anaweza kurejesha fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Sa'di rahimahullah, anasema al-Allama as-Sa'di rahimahullah alipoitaja kauli ya Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka, akasema hadha wasfun likulli makhluqin, hii ni sifa ya kila kiumbe.
Kila kiumbe hawezi kukunufaisha lile ambalo hakuna muweza wa hilo isipokuwa Allah subhana. Wewe unakwenda kwenye kaburi, unalia, unataka uponyeshwe maradhi yako, au yaponywe maradhi ya mgonjwa wako, au uondoshe umaskini, au yaende vizuri majambo yako, unakwenda kumuomba yule aliyezikwa pale. Yule hawezi kukunufaisha wala yule hawezi kukudhuru. Kisha akasema rahimahullah, hadha wasfun likulli makhluqin, hii ni sifa ya kila kiumbe, annahu la yanfa'u wala yadhurru, kila kiumbe hawezi kunufaisha wala hadhuru. Wa innama nafi'u dharru huwa Allah ta'ala, hakika mwenye kunufaisha na mwenye kuweza kuleta madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhara, usiombe pamoja na Allah subhanahu kumuomba muabudiwa mwingine, fatakuna minal mu'adhabin, utakuwa wewe miongoni mwa wenye kuadhibiwa kwa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'di rahimahullah, amesema al-allamatu Sa'di rahimahullah, yanha ta'ala rasulahu aslan. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anamkataza mtume wake kwa asli, kwamba yeye ndio wa kwanza kukatazwa katika hii aya. Wa ummatuhu uswatun lahu fi dhalika, na umati wake ni kigezo kwake mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Ikiwa mtume amekatazwa hili, basi mimi na wewe mimbabi aula. Amekataza nini Allah subhanahu wa ta'ala? An du'ai ghairi llah, Allah amekatazwa kuombwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, min jami'il makhluqina, katika viumbe vyote. Wa anna dhalika mujibun lil'adhabi daimi, na kwamba hilo la kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lenye kupelekea adhabu ya kudumu, wal iqabi sarmadi, na kupelekea kwenye adhabu ya milele, likaunihi shirka, kwa kule kuwa kwake kumuomba asiyekuwa Allah ni ushirikina wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وقال البركوي الحنفي رحمه الله تعالى, دعاء أصحاب القبور, kuwaomba wale watu wa makaburini, wale waliozikwa, walisti'anatu bihim, na kuwataka wao msaada, wasualuhumun nasra warizqa, na kuomba wao nusra, na kuomba wao rizqi, walafiyata walwalada, na kuomba wao afia, na kuomba wao watoto, wa qadha ad-duyuni, na kuomba wao walipe madeni, wa tafrija alqurbat, na kuomba wao waondoshe yale shida na matatizo mbalimbali, wa ghaira dhalika min alhajati, na yasiokuwa hayo katika haja, allati kana ubadul awthani, mambo ambayo walikuwa wale wenye kuabudia mizimu, wale wakiabudia mizimu zamani, yasalunaha min awthanihim, walikuwa wakiyaomba hayo, kuyaomba kwa ile mizimu yao. Falaisa shay'un min dhalika mashru'an biittifaqi a'immatil muslimin. Imamu wasema hakikuwa chochote katika hayo ya kuwaomba wafu, hakikuwa chochote katika hayo kuwa ni chenye kuwekewa sheria, biittifaqi a'immatil muslimin, kwa maafikiano ya maimamu wa Waislamu. Kwa sababu jambo hilo lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallama, wala ahadun minas sahaba, wala hakulifanya yoyote katika maswahaba, watabi'ina, na matabi'ina, wasairi a'immati din, na baki ya maimamu wa dini, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Malik, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Ahmad na wengineo. Hakuna yoyote katika hawa maimamu ambaye alijuzisha jambo la kumuomba aliyekufa, wala ambaye pamesimuliwa kwake kwamba aliwahi kwenda kwenye kaburi la wali fulani akamuomba, akamtaka msaada, akamtaka uokovu na mengineyo katika hayo. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kuchupa mipaka, kuwachupia mipaka waja wema ni sababu ya watu kuingia katika kumshirikisha Allah subhana. Na watu walipojisahau na kughafilika kwenye jambo la makaburi, wakaadhimisha makaburi ya wema waliotangulia, wema wao, mashekhe zao, wale wanaowazingatia kuwa mawali masharifu, walipolizembea hili na wakaacha msingi wa sawa kwamba anayetakiwa kuabudiwa pekee ni Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika hashiyatul Bayjuri ala Sanusiyya
naqlan an ash-Sha'rani, imenukuliwa nukuu kutoka kwa mwanachuoni wa kisufi as-Sufi ash-Sha'rani, na haya maneno baadhi wanayataja kuwa yanasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini kadhiban wa sura, ni kwa uongo, si kweli. Hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama. Yasikilize haya maneno alafu tuyapime katika vigezo vya sheria, yasemaje maneno hayo. Amesema ash-Sha'rani, anna Allah wakkala biqabri kulli waliyin malakan, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala eti amewakilisha kwenye kila kaburi la wali, katika mawali, katika kila kaburi la wali amemweka malaika, yakdhi hajata man yasalu dhalika alwaliya, malaika ambaye anakidhi na kutekeleza haja ya yule anayekwenda pale akamuomba yule wali. Na ndio maana kwa sababu ya masufi kunukuliwa nukuu kama hizi, kwa sababu ya kunukuliwa nukuu kama hizi, ndio maana wakawa wanakwenda katika makaburi wakifunga misafara, wakenda wakikaa pale wakipiga kambi, wakiwaomba wale waliozikwa katika makaburi, wakiwaomba, na watu wanawaomba wale waliozikwa katika yale makaburi. Yakulu al-Imam as-San'ani rahimahullahu ta'ala, al-Imam as-San'ani mwenye kitabu cha Subulus Salami, ana kitabu chake kinaita Tathhirul I'tiqadi. Katika kitabu hiki anasema katika ukurasa wa 9, wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu, kila kaumu katika wale waliopinda walikuwa wana mtu wao ambaye wanakuwa wanamuomba, wana mtu wao ambao wanamuomba. Fa ahlul Iraqi wal Hindi, wale watu wa Iraqi na Wahindi, yad'una Abdul Qadir al-Jailani, wao walikuwa wakimuomba al-Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Wa ahlu Tahaim lahum, na wale watu wa Tehama nao walikuwa na mtu wao. Fi kulli baladin mayitun yahatifuna bismihi, katika kila mji watu walikuwa wana sharifu wao, wana walii wao, wana mtu mwema wao ambaye wanakuwa wanamuomba na kumwita kwa jina lake wanapokuwa na matatizo. Yaquluna, wanakwenda pale kwenye kaburi lake wanasema, ya Zailai, kwa mfano wanatajwa, ya Zailai, ewe Zailai, ya ibn al-Ujail, wa ahlu Makkah, na watu wa Makkah, wa ahlu Taif, na watu wa Taif, wao walikuwa wanakwenda katika kaburi la Ibn Abbas wanasema, ya ibn Abbas, ewe Ibn Abbas, wa ahlu Misri, na watu wa Misri, ya Rifai, walikuwa wanamuita ya Rifai, ya Badawi, ya Badawi, wanawaita hawa, kisha wanawaomba watekelezewe shida zao mbalimbali. Haya ambayo yapatikana huko kwenye usufi, kadhalika kwenye ushia, na ndio maana wakawa wanateteana kwa sababu wanafanana katika baadhi ya majambo yao. Tashabahat qulubuhum, zimefanana nyoyo zao zimefanana. Mashia wao, ukienda katika majumba ya mashia, ukienda katika sehemu mbalimbali za kishia, utaona kuna bango ya Ali, ya Hussein, wanamuomba Ali, wanamuomba Hussein. Na wakienda huko Karbala, wanakosema wanakwenda wakifanya ziara ya al-Husaini, wakimtembelea al-Husaini, wanakwenda wakimuomba huko, na wengineo katika wale ambao wanawaomba. Ndugu zangu katika iman, aweza akasema mtu kwamba hao wa huko hauku kwetu mvipi? Amesikika hapa, na mpaka leo hii ni klipu ipo, ni video zipo. Mmoja katika masharifu wa Mamburui huko Kenya, mmoja katika masharifu wa Mamburui, yeye kasimama akijitamba asema, tunataka dalili, mtuoneshe dalili ambayo inakataza kuwaomba maiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani shekhe sharifu tena eti yasema ataka dalili inayokataza kwamba, inayosema kwamba haifai kuwaomba maiti, haifai kuomba maiti. Ayuha almuslimun, enyi waislamu ibadallah, hivi kweli maiti yafaa kuombwa? Kumuomba maiti ni shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ayi aqlin wa dini, kwa akili gani na kwa dini gani jambo hilo linaweza likawa sahihi? Kwa akili gani? Akili haikubali, wala dini iliyosalimika, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kaipokea bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, wakaipokea maswahaba, wakaipokea at-tabi'un, ambayo ndiyo madhhabu salafi, haikubaliani na majambo kama hayo, haikubaliani. Kwa hivyo Waislamu, huo si ushafi wala huo si Uislamu, wala hayo siyo yaliyoelekezwa na maimamu wetu. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu muda umekwenda sana, hii hutuba ilikuwa inaendelea lakini nitaikatishia hapa. Lakini ndugu zangu katika imani, hivi hawa ambao twawaona sisi
wakenda wakiosha maboti kwa maziwa. Hawa ambao utawaona sisi wanawapa wavuvi maziwa wakioga. Wavuvi kuna vidumu vya maziwa vyawekwa huko ngamani huko, ikifika bahala fulani muda fulani watu waambiwa toa kidumu, waambiwa watu wanawe uso vidumu vya maziwa. Hawa wendao wakichinja kuku weupe au wekundu au mbuzi kwenye maboti, kisha wakipaka damu katika maboti. Hawa wengine ambao utaona mashehe, hawa wafuata wapi hawa? Je, huu ndio ushafi huu? Je, huu ndio Uislamu? Hivi ndivyo wanavyotuelekeza maimamu au muna ya kwenu? Ndugu zangu katika imani, hawa ambao tuwaona wakijitamba wakijisifu kwamba wana mambo ya mayaiviza, wana dawa za mayaiviza ya kumpindisha mtu mkono ukapinda kwa kutumia yaiviza, ayasema haya shekhe yuko katika hadhara ya maulidi kubwa na wapo mashehe wakubwa. Ambia shekhe mwizo, shekhe kwani wewe umesahau? Si ungechukua tu maiviza kadhaa ukafanya kadhaa, mkono ukakaa hivi ule? Huu si uchawi ayuhal muslimun? Huu si uchawi? Au huu ndio ushafi ambao unatuelekeza ayuhal muslimun? Ushafi unatuelekeza huku, huo usalafi unatuelekeza huku. Ndugu zangu katika imani, haya majambo ya kukaa watu wakasoma, ikasomwa vikasomwa viraa, wakagaiwa watu misaafu, wewe chukua sura hii, wewe chukua sura hii, kisha kuna mbuzi hapo wamefungwa, kisha kuna nazi hapo zinchorwa, madazi yakabanjwa na mbuzi wakachinjwa. Huu ndio ushafi huu? Je, huu ndio Uislamu? Waambieni Waislamu kwa nukuu za kisheria. Wanasema maimamu, nukuuni nukuu za kisheria kueleza Waislamu kama huu ndio Uislamu, kama huu ndio ushafi, kama hii ndio dini, kama huu ndio usalafi, kama huu ndio uhali sunnati wal jamaa. Waelezeni Waislamu katika hayo. Ibadallah, tuona mambo ya ajabu ajabu, watu wakibanja nazi njia panda. Tuona mambo ya ajabu ajabu, watu wakivalishwa, leo zatolewa fatawa, watu wakivalishwa mipira, watu wavaa mpira na raba bendi, avaa raba bendi na pini, eti yaambiwa kinga ya kujikinga kuibiwa nyeti yako itaibiwa hata ukivaa, kama yaibiwa kweli. Lakini watu waliokosa dira, watu waliokosa mwelekeo ndio ambao wanawaelekeza watu kwenye. Ni mara ngapi tuwasikia mashehe, wamesikika mashehe wakisema kwamba yafaa kufuga majini na ukayatumia yale majini, yafaa. Tumewasikia mara ngapi hapa, mtu anakwenda sehemu fulani akwambia tumefika hapa, tena anajirekodi kabisa, akirekodiwa ili watu waone, jamaa tumefika hapa. Kwa hivyo inabidi kwanza tuwaombe hawa wazee waliopo hapa, tuwaombe hawa waliopo hapa, na hao yanaonekanwa na wanaofanya. Je, huo ndio ushafi? Huo ndio Uislamu? Ni mara ngapi watu wanakwenda kwenye makaburi? Ni juzi tumeona klipu, mmoja alikuwa ni katika mashehe wakubwa, anakwenda kwenye makaburi, awaambia watu, jamani tumekuja hapa kwa watu wazima hawa, tumekuja kuwaomba, watakajenga msikiti, tumekuja kuwaomba idhini ya ruhusa yao kwa sababu hao watu wazima. Jamaa, huo ndio ushafi wa Uislamu? Huo ndio Uislamu unavyotuelekeza? Fattaqullaha ya maashara almuslimin, mcheni Allah enyi kongamano la Waislamu. Na khutba itaendelea katika Ijumaa inayofuata insha Allah taala. Wallahu taala a'lam.